Pembeni ya Guantanamo Bay ndipo ambapo tumeweka makazi hapa ya kufanya mazoezi kabla ya kukutana na JSK kwenye mchezo wetu wa kufuzu kwa kishindo. Sio kufuzu tu bali ni kufuzu kwa kishindo. Sasa nini kinaendelea Young Africans hivi sasa? Nini kinaendelea kwenye maandalizi ya kufuzu kwa kishindo? Meneja habari na mawasiliano Ali Shaban, mwenyekiti wa wasemaji Kamwe, anatujuza hapa kile ambacho kinajiri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vipi hali bwana? Mimi niko imara kama chuma, niko vizuri. Niambie. Imani yangu ni kwamba sio kufuzu tu bali lile neno kishindo tunapaswa kulishindilia vile vile. Na limetoka wapi neno kishindo? Kufuzu na fuzu Stade Malien. Ndio. Amecheza na vibonde, kawashona, kafuzu. Kishindo ni pale unapotokea kwenye kundi ambao lina mabingwa. Sisi kundi letu wote ni mabingwa. Kasoro tu Young Africa. JS bingwa wa Afrika chukua, Faraba chukua bingwa Afrika, Al Ahly ndo usisema kombi hapo mengi kabatini kwake. Kwenye kundi hilo katika uzito huo heavyweight, ukifuzu hapo shekhe, sio umefuzu tu. Umefuzu kwa kishindo. Yaani katika mabingwa watatu, mabingwa wawili umewabakisha nyumbani, wewe unaondoka na bingwa mmoja kwenye hatua robo finali. Kwa hiyo ndiyo imani yetu, ndiyo nguvu yetu na ndiyo target yetu, tukafuzu kwa kishindo siku ya Jumapili inshallah. Inshallah. Kikosi kina hali gani? Ingizo jipya tunaliona, Buba ameanza na wenzake jana, leo amekuja hapa Zanzibar. Ya timu imewasili leo hapa Zanzibar na leo ni session yetu ya kwanza kama unavyoona. Timu sasa hivi inafanya dua, alafu tutaanza maandalizi yetu hapa kuelekea mchezo huu wa Jumapili. Kikosi chote kiko tayari. Mchezaji pekee ambaye atakosekana kwenye mechi ya Jumapili kwa sababu za kikanuni ni Damaro, kwa sababu amepata idadi ya kadi 2 za njano, kadi 3 na kadi 1 ilitoka nayo huko akiwa Singida. Kwa maana yake hatakuwa ana fit kikanuni kucheza mechi ya Jumapili. Kwa hiyo tumemuondoa kwenye mpango, amebakia Dar es Salaam. Wengine ni sababu za kiufundi, lakini wachezaji 24 ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania pale kuja huku bara Tanzania, huku bara visiwani huku, wote wako fiti na wote wako tayari kwa ajili ya huu mchezo inshallah. Wanazungumza nini hawa wachezaji Ali? Upo nao muda mwingi sana, unapiga nao story na hata hapa kabla ya mazoezi kwanza umepiga nao maneno mawili matatu. Focus yao ni kwenda kupambana kushinda mchezo. Unajua watu wengi hawatuelewi mnafuzu vipi na kule kuna mechi nyingine. Mimi niwaambie tu Alwata. Umeona ile mechi ya Cairo ile? Umeona ile mechi? Al Ahly na Farabat. Naiona ile. Umeona ile mechi Yanga na JS Kabylie? Hizi mechi mbili tumezichukua hizi. Okay. Tumezitia kwenye chungu kimoja. Alafu tumezipika. Zimeshaiva. Kama matunda kuweka kwenye blender. Kwenye blender unaona huruma. Kisha kwenye chungu alafu tumekitia juu ya moto. Alafu tukazipika hizi mechi. Tumeona matokeo yake atakapokuwa baada ya kupika. Kimeivaje? Kwa sisi tunakwenda robo finali. Wala hakuna mushkeli. Tunakwenda robo finali. Na Jumapili tunafuzu ndani ya uwanja huo wa Amani Complex. Ali umeanza kuongea kwa kujiamini sana. Tangu tu mpira ulivyoisha, mchezo wetu umeisha, tuna Farabati. Niliona chungu kilivyopikwa. Chungu kilianzia kule. Tap kwenye moto. Tukaa tayari hiyo. Okay. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi sina mashaka nalo. Players wanajua wao ya kule ni ya kwetu. Jukumu lao liko hapa. Yaani uwezi ukawa unawaza nini inatokea Cairo, wewe hujamshona hapa JS Kabylie. Lazima tupambane hapa tuweze kumshona, tupate matokeo mazuri. Na ndio dua yetu na ndio focus ya wachezaji, kupambana kupata matokeo mazuri. Ali, Pedro Gonçalves namuona muda mwingi vikao haviishi na wachezaji wake, sayansi ya mpira vikao haviishi na wachezaji wake, lakini technical bench nzima naona iko busy. Na umeniuliza swali zuri sana kwa Pedro hapo. Katikati tunaibuka mijadala mingi sana hapa. Kuna watu wa namna mbili. Kuna watu ambao wao obvious hawaitakii mema Yanga, na kuna watu ambao wao wanafuataga tu mkumbo. Wakasema wala Pedro timu inajilinda sijui vipi, ndio watu kuelewa mambo. Mimi kama mfano, unacheza na Al Ahly Misri, unataka ufunguke. Unacheza na Farabat Morocco, unataka ufunguke. Sheikh, hii ni Champions League, ina hesabu zake. Ndio maana waliofeli hizo hesabu sasa hivi wanaitana kwenye kikao cha mazishi. Hawendi tena kwenye mpira. Bwana njooni, marehemu kashakufa, njooni tuzike. Sisi bado tupo kwenye mapambano. Hizi mechi zinahitaji hesabu. Leo hii Yanga nazungumza kimfunga JS Kabylie tunafuzu. Sasa tulipiga hesabu vizuri.
Ungeenda Morocco pale ukafungua mechi, hali ingekuwaje? Kwa mimi nimpongeze sana Pedro. Na hii mechi ya nyumbani hapa ndio atakwenda kuona sura nyingine ya Pedro Gonzalez. Sasa sayansi ya mpira inafananaje? Tutakwenda kuwasachi wa Algeria, hawataamini sha. Tutawapiga msako wa kufa mtu. Sasa huo msako ili unoge, unatakiwa majukwani watu wajae. Yaani mchezaji akishika mpira tu, tunamwambia twende kule kwao. Twende kule kwao tukawasachi. Kwa hiyo mechi ya Jumapili hapa, sayansi ya mpira Pedro Gonzalez inakuja kwa sura yake tofauti. Watakwenda kumuona. Ali, leo day 1 hapa Zanzibar, lakini uongozi naona Vice President yupo, CEO, COO wewe hapo, lakini mkurugenzi wa masoko pia. Yaani timu nzima ipo hapa kwenye mazoezi. Hii inamaanisha nini? Na kesho tunakamilika. Ijumaa inshallah. Timu nzima ya uongozi wa Yanga itakuwepo hapa. Okay. Maandalizi yameanza mapema. Mpaka mfadhili na mdhamini wetu Ghalib Said Mohamed atakuwepo hapa Zanzibar. Kesho hiyo au? Nasemaje, tunakamilika wote. Atakuwepo hapa Zanzibar. Mara hakuna ambaye atabaki. Niambie moto anapobei majaliwa. Nimesikia. Unaona wanachowaza? Wanawaza mauaji tu siku ya Jumapili. Hakuna kucheka na mtu. Hakuna kucheka. Watakuja kufurahi. Kwa hiyo uongozi wote, mdhamini na atakuwepo hapa. Inshallah. Kuhakikisha tunashangilia kwa. Ndio maana naomba wana Yanga ambao wako bara, vukeni jamani. Jumapili ikifika saa 2 saa 3 tumeshafuzu. Hiyo furahi kukute ile tukio. Sababu usikio tutaruhusu mashabiki waje enjoy na wachezaji kwenye pitch yani. Tufurahi pamoja, turuke nao, tumeingia. Hili kundi sio mchezo shehe. Mpaka unaingia robo finali. Sio mchezo. Kwa lazima tujipongeze ukifanya hiyo kazi vizuri siku ya Jumapili inshallah. Tumalizie hapa Ali. Focus yetu umesema ni ile kwamba kufuzu kwa kishindo, lakini huwa unatuma salamu kwa watu tofauti. Bwana, fanya kile ambacho unafanyaga Yanga ishinde. Hawashafanya. Mimi sitakwambia. Hiyo haina haja. Yanga toka mechi imeisha ya Morocco. Iliongea nao simu nyingi sana. Kiongozi nini kinatakiwa? Maana chambuzi watuambia sio goli 3, sio goli ngapi? Nikawaelezea. Wakaniambia basi kiongozi tulia. Kiongozi wewe endelea kuongea, tamba ya huku tuachie huku. Kwa wana Yanga wachobakiza sasa hivi ni kuja tu uwanjani. Naombe na wana Yanga wa Zanzibar hapa. Unajua tukijaa vizuri, maana yake tunawafikiria viongozi wetu mechi nyingine zote tulete humu ikiwezekana. Zile huku tu tucheze humu robo finali. Mechi za ligi pia tulete humu. Sasa kwetu ngoja si wa kwetu. Panaogopeka humu wanapajua. Zote takuja humu, tuje kwa wingi wa Zanzibar, tuwape nguvu viongozi wetu waone kwamba wanasaidia kutuletea burudani zaidi kwenye uwanja huu. Kwa mimi sina mashaka, naamini siku ya Jumapili patakuwa ni mapumziko, uwanja huu utajaa inshallah.